Habari za wakati huu ndugu zangu wanachama. Majina yangu naitwa Mwalimu Charles Tegamaishu. Ni mwenyekiti wa Brute SACCOS Limited. Naomba nitumie muda huu mfupi kuwaeleza mambo machache kuhusu shughuli ambayo tulifanya ya kutoa malipo ya gawio, faida juu ya akiba pamoja na amana. Ndugu zangu wanachama, mtakumbuka kwamba tulitenga muda wa mwezi mmoja, yaani tarehe 2 hadi tarehe 28 Februari mwaka huu 2026 kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo. Hata hivyo, muda huo haukutosha. Ikatulazimu kuongeza siku 15 ambazo zilitoa tarehe 15 tarehe moja hadi tarehe 15 mwezi Machi mwaka huu 2026. Katika shughuli hiyo zilitengwa jumla ya shilingi 127,500 kwa ajili ya kukamilisha shughuli hiyo. Lakini hadi muda huo unakamilika, kiasi ambacho kilikuwa kimelipwa ni milioni 70,946,250, ambapo kiasi ambacho hakikulipwa hadi muda huo ilikuwa ni milioni 32,81,250. Aidha, wapo wanachama 353 ambao fedha hizo zilitumika kupunguza au kulipa madeni ya mikopo yao. Na kundi hilo la watu 353, fedha zilizotumika kulipa madeni zilikuwa ni milioni 13,805,798. Vile wanachama 71 hawa fedha zao zilishikiliwa ili waweze kutusaidia katika kudai madeni ya wale wanachama ambao walikuwa wameshindwa kulipa madeni yao. Na hawa wanachama 71 fedha zilizoshikiliwa ni milioni 4,959,950. Fedha hizi zimetunzwa, tukiendelea kuwaomba na kuwasihi waweze kuendelea kutusaidia kuwadai wale watu walio wadhamini. Rai yangu kwenu ndugu zangu wanachama ni kwamba ikumbuke kwamba unapodhaminiwa ukashindwa kurejesha mkopo kwa wakati na kwa utaratibu tuliokubaliana, kwa sehemu kubwa unamkwamisha mwenzio aliyekudhamini, kwa sababu pia hawezi kupata mkopo hadi umekamilisha deni lako, na hasa pale linapokuwa limetokea kuwa na marejesho ambayo yamevuka muda au yamelimbikizwa. Lakini pia kwenu ndugu zangu mnaotoa dhamana, ni vyema tukafahamu nini maana ya dhamana. Lakini tutaifahamu vizuri kwa sababu pale kabla hujasaini kuna kipengele kinachosema kwamba ninayemdhamini akishindwa kulipa, mimi nitalipa mkopo wake. Sasa wapo watu ambao wamekuwa kiniuliza wakisema kwamba sisi tuliodhamini hatima yetu ni nini? Mikopo inahusianaje na dhamana? Basi maana yake ndio hiyo, na wengine walifikia hatua ya kukana kwamba hawajatoa dhamana, lakini ukirudisha fomu unamuona na anajikuta amesaini mwenyewe, baadaye anasema mimi sikujua. Sasa kama uliweka saini yako, mwenzio uliyemdhamini ameshindwa kulipa, kumbuka umejiweka katika sehemu ya kwamba wewe ni sehemu ya deni hilo. Kwa hiyo tuwe makini tunapowadhamini wenzetu, lakini tuwe tayari kuwakumbusha kurejesha mikopo yao. Uhai wa chama ni kuhakikisha unaweka akiba, lakini pia unarejesha mikopo
kwa utaratibu uliokubalika. Ikumbukwe kwamba umoja wetu ndio nguvu yetu, na pamoja tujenge uchumi. Asanteni.